Habari zenu? Nzuri. Si usalimie huyo mwenzako mko naye umwambie habari yako. Muulize kama amelinaye. Muulize kama amelinaye nini? Riba kenderebo. Yeah? Amelinaye. No alinaye. Walinaye ate. Nelikiki. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ufanye stretch, ufanye hivi, nyorosha mkono kidogo. Uniambie kama unasikia presence ya Mungu. Unaisikia? Unasikia namna gani? Kuna kitu unasikia inatembea juu yako hivi, unatembea. The presence of God is here. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nataka kusema hivi, uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Hallelujah. Na what you are about to experience tonight, you've never experienced it. Hallelujah. Yaani najua mkuelewa. Wacha niongee na Kikuyu. Ole mukuona umuthi nduri wacamania naguo. Naona hiyo ni mzuri kwenu. You may be seated sasa, tuketi. Naona madugu ni wengi katika jina la Yesu Kristo. Ewe mundu ni wahonokire. Niretikira Yesu ni mwathani waku nogetigĩra kiugo kĩa Ngai, nogaikara ta kiugo kĩa Ngai. Wenama. Chana indioro. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni amaraiga, yani mmebarikiwa, nasikia tu umebarikiwa. Nasikia tu umebarikiwa. Unajua nasikia kitu, yani nasikia nimebarikiwa, ujazo. Asante. Asante sana. Mungu akubariki. Taheka onyihanyiheria besi. Oye, besi dokanyihia habate tu hai. Sasa nataka tusome, sijui kama tuko wengi. Uko peke yako? Dante ana stream. Okay. Tumia tu kamera moja. Aise. Tumia tu hiyo moja imetosha. Hapo ndio tumefikishana. Nataka tusome kitabu cha Joshua 3. Joshua chapter number 3. Joshua. Guza tu hai peke yake. Wachana na hizo zingine. Rudisha hai peke yake imetosha. Joshua chapter number 3. Tupatia Kiswahili, maana I would like to use Kiswahili. Tupatia Kiswahili ndio tuweze kutelidhania pole mpaka tufike. Na by the time tumalize Joshua 3, na ukue bado uko vile ulikuwa, ulisaini hii dunia. Najua kulisaini. Ulisaini wapi? Hii dunia ulisaini wede. Because this is a prophetic message about your life. This is your prophetic message on your life. Pafaito. We mwega. Lukirugame na igoro. Korake mwana mwende kurugama. Hallelujah. Unaona adu igana haha. Tarugama. Unaona watu wagapi hapa? Na hapa bere unaona watu wagapi? Unaona de mutune kana de wa yellow. Ni brown. Sasa ulikuwa umemeza nini? Nilikuwa umetoa roko. Ilikuwa imeloko aje? Ilikuwa imeloko hivi ama imeloko hivi? Ilikuwa tu nikijo ilikuwa na hiyo ndio kitu ilikuwa inanisumbua. Nini? Hiyo ndio inanisumbuanga. Nini? Hiyo nisipotoa lock. Usipotoa lock. Najikuna. Unajikuna. Narudi nasikia mandoto nikiwa kwa nyumba. Sasa nikaletwa na
huyu sister. Sasa akaniambia nitasaidika. Utasaidika. Mm. Na sasa mpaka hapo unaona umesaidika. Sasa yeye ndio utaniambia. Mimi ndio nitakwambia. Mm. Ukiona ukijiaga. Mimi hata nataka hata kuacha hizo mapombe nini. Unataka kuacha hizo mapombe? Kabisa uko tayari. Aki I'm ready. You are ready? Na ndio maana nimekuja hapa. Mimi amba backslider. You are ni backslider. Uli backslider wapi? Nilikuwa nashiriki hapa hapa Njiru Pefa. Ulikuwa nashiriki Njiru Pefa? Ulikuwa unafanya nini Njiru Pefa? Mimi nilikuwa fellowship kwanza hapa mbele. Ulikuwa na fellowship hapa mbele? Hapa nilikuwa kwa worship hii. Wanaimba. Wewe ni mwimbaji? Mimi ni mbaya. Mbaya. Mwimbaji ule mwimbaji. Lakini nataka hiyo kitu itoke tu. Hiyo kiu tu. Hiyo kiu itoke. Nani amebeba maji? Baya hajafungua, usinipatie ile umefungua. Ile hujafunguliwa kama uko na maji. Ijafunguliwa lete. Leje tutoe roko sasa. Kujikuna na jikunanga nisipotoa. Unajikunaga matako? Wapi? Nuku. Baka kichwa. Unajua Uhuru siku ile alishindwa election. Wakati Baraka alisema ameshindwa, alijikuna huko. Wewe unajikunaga huko? Mimi sijikunangi. Mimi jikunanga huko na masikio. Hata masikio. Najikuna nisipotoa roho. Na kutetemeka. Na sasa unakuanga na demu? Niko nayo. Afadhali tu useme ukweli. Na hiyo demu hata akona stress. Na unatoboanga? Si hivyo. Si lazima. Si lazima. Upendi? Saa nyingine hata ujisikiangi? Kalizima. Unajua wewe ni pastor, mimi afadhali nikwambie ukweli. Niambie ukweli, kalizima. Kana mtu na saa zingine kana kwama. Aisha na yeye hataki. Alafu sasa si tu mimi nalala. Unalala. Sasa utashindania unasumbuana na yeye nini? Na hataki. Hataki, saa zingine mimi sitaki. Sasa unasinda ukisumbuana na yeye. Hata hakuna haja ya kusumbuana. Unajiekelea. Acha kukute. Kila mtu alale. Alafu unanyonga mange. Unanyonga mange. Mange ni nini? Kunyonga. 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 Unanyonga mange. Sasa unajua kama akiongea vibaya si unajua mudi imeisha. Si unaelewa mimi? Sasa hii ni maji, sema maji. Maji. Sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ingia hapa. Ingia. Usafishe maini yangu. Kidini yangu. Mwili wangu. Wote damu yangu yote. Mwili wangu wote. Usafishike. Usafishike. In Jesus name. In Jesus name. Sasa unajua venye unamezanga kale kakitu. Hebu kameze ukifunga macho. Kameze kote mpaka kaishe. Kameze yote. Kameze kabisa. Meza kumeza. Usitoe. Unameza kumeza. Kumelia. Wow. Zakaigua atia.
Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana wa Mungu. Nirehemu. Kutoka leo. Mimi si wa shetani tena. Mimi si wa shetani. Ni wa Mungu. Mimi ni wa Mungu. Sema amen. Amen. In Jesus name. In Jesus name. Thank you. Pigieni Yesu makofi. Edoka sasa usikilize neno. Good man. Nani mwingine? Bigu imeongea, amekubalika. Ni bigu inaongea. Nani mwingine anajisikia kutembea kwenye hiyo kubarikiwa? Sikia kurudi kwa Yesu. Uko hapa unataka kusikia, unasikia dada washokerera Yesu. Inua tu mkono wako kama unataka kurudi kwa Yesu. Unasikia kuna mambo mawili matatu ambayo nimefanya na si mazuri, ningetaka kurudi. Because leo nina anointing mtu, na kama haujakuwa safi kabisa, anointing hiyo haitakusaidia. Kuna mtu mwingine? Wewe? Kuna mtu mwingine? Wewe uliokoka? Kuja uokoke. Najua umesubua watu sana hapa. Kohono karibu. Karibu hono karibu nigetha. Wewe chukua dasta upaguse hii. Kama ingekuwa ni kwako, si ungesimama tu hapa. Nikwenda kuhonoka. Pio. Korakiura. Rudi korake dina. Komereti ukurutetera kwereko. Sema inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Naungama dhambi zangu. Naomba unisamehe. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Zote nilizozitenda. Kwa makusudio. Na bila makusudio. Kutoka leo. Shetani. Sina mahusiano. Kutoka leo. Mababu. Hatuna mahusiano. Kutoka leo. Maroho ya baba yangu Getao. Hatuna uhusiano. Mimi ni wa Yesu. Sema amen. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you and I honor you because of this soul. I break every bondages and every covenants and every foundations that are evil in Jesus' name. And we'll get chini. Thank you. Nani mwingine tuko naye hapa na unajua hakika hauko sawa na Mungu? Simama. You know very sure I am not. Niko na 10%. Simama tu kwa sababu ninasikia Bwana ananiambia mko. Ni wengi, tuko wengi hapa. We are many. Just for the reunion, coming back to Jesus. Sio kusema ati hujaokoka, umeokoka lakini uko na kashida kadogo. Unasikia mwili wako na unasikia kwenye your heart, your mind kuna kitu kidogo kimepunguka. Umesegenya watu, umeongea vibaya, umechukia watu. Unajua kuna mtu anachukia tu mtu anasema mimi hata siwezi kuoba na hawa watu kwa sababu hawa watu wanakaa mimi hata siwapendi. Uko mahali hapa ungetaka tu. Thank you. Sasa tuingie kwa kitabu inaitwa Joshua, kitabu cha Joshua. Joshua na Waisraeli wote wakaondoka asubuhi na mapema kutoka Shitimu, wakaenda mpaka mto Yordani ambako walipiga kambi kabla ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipiga kambi kabla ya nani? Ya kuvuka. So kabla ya kuvuka, kabla ya kwenda ng'ambo ya pili, kabla ya kuingia kwenye utukufu wa Mungu, kuna kupiga kambi kwanza. Abrahamu wakati aliambiwa na Mungu aende mpaka mlima Moria, alipofika kule
alikaa siku 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikaa siku 3 za matayarisho, siku 3 za kungojea kusikia sauti ya Bwana. Na ndio kwa maana nikamwambia tuombeni kutoka Jumapili tuingie kwenye maombi, maana kuna kuvuka siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimejifungia kule na jaribu naomba Mungu, namwambia nipatie ujumbe wa leo. Mungu akaniambia niambie watoto wangu wanavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona sitaki kwanza tuvuke kabla hamujaokoka wale hawajaokoka. Inua tu mkono wako juu, sema Bwana Yesu, naomba msamaha wa dhambi zangu zote, zile nimetenda kwa makusudio na zile nimetenda bila makusudio. Ninaomba msamaha, unisaidie, unitakaze, uniwezeshe, unifaulishe kwenye malengo yako yote. Shetani, kutoka leo mimi sina mahusiano na wewe, mimi ni wa Yesu. Sema amen. Asante sana. Joshua na wana wa Israeli wote wakaondoka asubuhi na mapema kutoka Shitimu, wakaenda mpaka mto Yordani ambako walipiga kambi kabla ya kuvuka, kabla ya kupata daraja ya pili, kabla ya kuvuka kwenda kwenye level nyingine. Kabla ya wao kuvuka mto ule, waliketi kwanza wakapiga kambi pale, ndio wajitayarishe katika mavuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Biblia inatuambia wakajitayarisha, kwa sababu kule walikuwa wakienda ni mahali pa utukufu, ni mahali pa nguvu za Mungu. In every move of your life, sometimes unasimamishwa, sometimes unaambiwa, unaweza kuwa unapata kile kitu kinakuzuia kwenda. Umekwama miaka 2, umekwama kwenye biashara, umekwama kwenye ndoa, umekwama kwenye huduma, umekwama, umekwamishwa. Wewe unafikiria ni mapepo, wewe unafikiria kuna nguvu fulani ambayo inakuzuia, lakini hapana. God is just letting you stagnate for a little while, ndio aweze kukuvukisha huko baada ya yeye kukutengeneza. Unasikia huyu kijana anasema nini? Yeye asipotoa roko anajikuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Atageruta roko anafanya nini? Unakuta akafanya nini? Maana ile pombe inadai. Ile pombe imeingia kwenye damu, inadai, inaitisha pombe nyingine. That is why anajikuna, maana inakuwa imeingia mpaka kwa damu. Huyu ni mtu atahitaji msaada mkubwa wa kusaidiwa, ndio pombe iliyo ndani mpaka ndani ya damu itoke. Na mimi najua itatoka. Verse number 2 inasema namna gani? Baada ya siku ngapi? 3, maafisa wakapita katika kambi yote. After 3 days, maafisa wakapita kwenye kambi yote. Kuna matayarisho ndugu yangu, kuna matayarisho kakangu, kuna matayarisho dadangu. Kila kitu unachokifanya kiko na matayarisho yake. Kwa hivyo usione ni kama umechelewa, usione ni kama maisha yamekuwa magumu, usione ni kama umelemewa, usione ni kama kuna kitu ambacho kimekuzuia, usione ni kama hawataki uende, usione ni kama hawakupendi, usione kama kuna vita unapigwa. Hamna vita, bali ni Mungu amekuzuia kwa muda, kwa sababu kuna mahali anakupeleka. Ambia mwenzako kwa hadoderadhi, kuna mpango mzuri wa Mungu katika maisha yako. Kuna mpango, na mpango huo ndio umesababisha kukaa hayo maisha umekaa sasa. You might have been rejected by your own husband. You might have been rejected by your own wife. You might have been rejected by your own parent. You might have been rejected by your own pastor. Hata kila mahali umeenda, there is a spirit of rejection. Na kila mtu amekukataa. Kila mtu hataki kukuona, kila mtu hataki kuhusikana na wewe. Sio eti wanakuchukia, ni Mungu amewasababishia kuwa na moyo wa kukutenga. Maana unahitaji wakati wa kujitenga, unahitaji wakati wa kutengwa, unahitaji wakati wa kukaa ukiwa peke yako, unahitaji wakati wa kutembea ukiwa peke yako. Maana Mungu anataka kunena na wewe, Mungu anataka kuzungumza na wewe. Lakini ukiwa na marafiki
watakupeleka mukakule kanyama. Ukiwa na marafiki watakupeleka mahali, watakuondoa kwenye uwepo wa Mungu, watakuondoa kwenye barabara ya Mungu, maana watataka muende mukapige sherehe, lakini Mungu hataki sherehe, anataka kuzungumza na wewe. So it is always very important for you to know the seasons and times when God is speaking to you and when you are in dryness of the wilderness. Kuna wakati unaona uko kwenye wilderness, umekaa kwenye wilderness, but it is not the wilderness, it is the plan of God to derail you, because anataka uvuke bila maroho ya Misri, anataka uvuke bila maroho ya kule nyuma, anataka uvuke bila mipango ya kule nyuma, anataka uvuke na mipango mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kuumbie moyo mpya, anataka kuumbie kazi mpya, anataka kuumbie maisha mapya, anataka kuumbie malengo mengine mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuvukishwa na Mungu river Jordani kama bado umebeba mizigo ya kule. Lazima uweke mizigo ya kule nyuma. Lazima ujitenganishe na mawazo ya kule. Lazima ujitenganishe na mipango ya kule. Lazima ujitenganishe na nia za kule. Maana Mungu anataka uvuke ukiwa hauna mizigo umebeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3 inasema namna gani? Wakitoa maagizo, yani hawa watu maafisa walivuka, yani walitembea kwenye kambi yote wakitoa maagizo kwa watu, wakiwaambia mtakapoona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu likichukuliwa na Walawi ambao ndio makuhani, mtaondoka hapa mlipo na kulifuata. Haleluya. Yani anawaambia kwamba ulilia Mungu na ithandũkũ rĩa Maathani likuwetwo limebebwa, wakivuka upande ule mwingine, msiwachwe nyuma, muende pamoja, muwafuate Walawi. Haleluya. Mfuate Walawi ambao ndio wameruhusiwa kulibeba lile sanduku la agano. Usibaki nyuma, muondoke pamoja nalo, maana already kwa siku 3 mmetayarishwa, mkatayarishika. Siku leo lazima tulifuate sanduku la agano. No ginya tumethutha sanduku la agano. Yani wakatoa maagizo, maafisa walizunguka wakitoa maagizo kuambia tayari safari imeanza, jitayarisheni, safari yako ya kubarikiwa imeanza, safari yako ya kuinuliwa imeanza, safari yako ya kubadilishiwa majina imeanza, safari yako ya promotion imeanza, safari yako ya uponyaji imeanza, safari yako ya kuinuliwa kwenye huduma imeanza. Na siku hii ya leo ndio nasema, siku hii ndio hiyo uliokuwa ukingojea. This is the day. Mwambie neighbor yako, this is the day. Ukipitwa na hii, mwambie tu ukipitwa na hii, you can resign. Ulisign utoke hii dunia. Maana Mungu ashakutayarisha. Mungu ashakutayarisha, ashatayarisha kila kitu ambacho ni husika. Ashatayarisha mipango yako yote ambayo ni husika. You are waiting for nothing but the preparation. The soldiers and maafisa wote wametumwa waende wakawaite watu, wakawaambie, wakawapatie maagizo, maana muthenya ni mukinyu, muthenya wa kurathimwo ni mukinyu, muthenya wa kugarurira muturire waku ni mukinyu, muthenya wa kwambarario ni mukinyu, muthenya wa gukira ni mukinyu, muthenya wa gutongorio ni Ngai ni mukinyu. Siku imefika. But they didn't know that siku imefika. Verse 4. Ndipo mutakapotambua njia siku hiyo, wakati mutakuwa mkifuata makuhani Walawi ambao wamebeba sanduku. Siku hiyo ndio utajua njia, siku hiyo ndio utaelewa mutakaoiendea, kwa kuwa hamujawahi kupitia kabla. Do you know what God is telling you? Ategashira karia urathi kugera kumomothe sio njia ambayo umewahi kuipitia, maana ni
njia Mungu ametengeneza, maana ni Mungu ametengeneza. Hiyo njia ni ya ukipekee, ni njia yenye baraka, ni njia yenye ushindi, ni njia yenye nguzo mpya iliyo na misingi thabiti ya kiungu. Maana kinachokuongoza ni nini? Ni sanduku la agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sanduku la agano weka kabisa. Sanduku la agano likifanya, likikuja, likumaanisha wewe na sanduku na Mungu muko na maagano. That you are a holy nation. That you are a clean people. People unto the kingdom of God. People unto the salvation of God. People unto the deliverance that God today has chosen a day for you, that is going to set you apart and take you to where you belong. Kwa kuwa hamuijui, hamjawahi kuipitia kabla. Lakini msiogope kabla. Musisogee karibu. Haya, nasoma vitu zangu. Musisogee karibu, bali kuwe na umbali wa dhira 2000 kati yenu na sanduku. Hapa kuna kitu tunafundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu tunafanya nini? Musisogee lile sanduku karibu, mkuwe kilomita 2 kutoka kwa sanduku. Maana kuna wale ambao wameruhusiwa kulibeba, lakini nyinyi mlifuate kwa umbali wa kilomita 2. Mulero mutikamenyera maguta. Mulero mutikamenyera maguta. Sijui kama mmeelewa hiyo. Ati ya kwamba waliambiwa wakae mbali na mafuta. Wayafuate lakini wakae mbali, ndio heshima idumike. Maana kuna hasara kubwa inaweza kufanyika. Lile sanduku waliguza tu, walikuwa naguza hivyo wanakufa. Wakiliguza tu wanakufa. Kuna poromoka. Maana anasema musilikaribie lile sanduku. Musikaribie watumishi wa Mungu sana. Na musikae mbali na wao sana. Maana kukaribia yule mtumishi wa Mungu ni wewe kuanza mazoeano. Na watu wengi wamekosa kuelewa Mungu. Na wamekosa kuelewa Mungu anasema nini, anataka kufanya nini. Wamekosa kuelewa majira, maana walisoeana na huyu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. By the time you come to realize umepitwa na wakati, maana you got used, you become familiar. Na hiyo inaitwa the spirit of familiarization. Lakini Mungu kwa maana alitaka kuokoa hawa watu, aliwatumia nabii, aliwatumia watu wa kuambia musizoee, mutikamenyere, mutigakuhererie. Don't go near this anointing. It can destroy you. It can bring you down. It can make you hopeless. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta watu wengi kanisani ndio tumefika hapo. Yaani unakuta hata huna shughuli. Ni mtumishi lakini hata drama kio. Loko hioletie. Toto kile seda boroti. Bwana ni agosho. Ndio kuna apostle. Niko na dili na apostle. Niko menyera maguta. Na ukikamenyera maguta matige kurathima. Hebe ciothe, siku yoyote ile utazoea mafuta, hakuna siku mafuta hayo yatakuwa baraka kwako. You lose everything. Na yatakupiga. Acha nikwambie, yatakupiga. The anointing that you get used to, it will fight you. It will cause trouble in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia watu wengi sana, kama yule mama alikuwa anaitwa ni Miriam. Ndugu yake nani? Miriam, ndugu yake Moses. Alipozoea na akamuona Musa kama mtu wa kawaida ndugu yake, what happened to her? Alipigwa na ukoma na kakake na brother yake. Hakuzwa. Lakini alipotoa nguo ya utumishi, what happened to him? You can sit here under this anointing na ulikejeli anointing hii, you will remain protected until you get out of that door. The moment you get out of that door, you will be hit. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani huyu jamaa anaitwa Aaron, wakati alitoa vazi la kikuhani, maisha yake kamaliziwa hapo. Because hiyo vazi la kikuhani ni that protection ya kikuhani. God cannot strike you ukiwa
chini ya ile anointing hata kama umefanya makosa. But they will wait you. Ukanyage kidogo kando. Then they will hit you like nobody's business. Ndio unaona wakati Daudi ametoka kwenye vita, amekuja akapata mke na watoto na ng'ombe zote zimechukuliwa. Aliitisha vazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliitisha vazi. Maana wakati uko kwenye lile vazi, kuna neno la Bwana linashuka kutokana na lile vazi. Hello. Unapokaa katika utukufu wa Mungu, unapokaa katika maisha mazuri yaliyo ya safi kulingana na mapango yote ya Mungu, kuna neno linakujanga kutokana na hali ambayo umekaa, kutokana na hali ambayo wewe umeichagua, kutokana na hali wewe ambayo umeamua, this is my way, this is godly way. If you live godly, there is a message that will come just because of the godliness in you. Unakuta neema inashuka, unakuta kuna baraka zinashuka, unakuta kuna nguvu zinashuka kutokana na venye umekaa, how you've lived. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati huyu jamaa alipolitoa lile vazi, maisha yake akakuwa naked, akaondoka. And that is why most of the people, we are attacked. Get me here now. Why are we attacked by the devil? So that we can be naked. Sababu ya shetani kufanya ukasirike, ukuje sasa uwekwe maneno, ukasirike. Ndio shetani apate kitu cha kwenda kukuaccuse nayo. Because wametafuta anything to accuse you with. So what they will do, they will provoke you. As they provoke you, utakasirika. Ukisarika tikana na anogo isio na unaenda. Shetani alikuwa anataka tu ka statement hako kamoja. Anakimbia nako, anaambia Mungu, huyu jamaa ameitana nogo. Huyu mtumishi yako ameitana nogo. Sasa wakati mwingine unaonaka mtumishi yoyote anahitaji watu strong ambao wanaweza kusimama na yeye. Maana wakati mtumishi anakuwa is the weakest amongst the congregation. He is the weakest amongst the people he is leading. Maana attacks kama sasa nyinyi mko hapa nyote, kila mtu na mashaitani yake is attacking me. So nikitoka hapa, I'm the weakest. Whatever I can do, ninaweza kuachilia neno hapa limuvuje. That is why we need people, intercessors, watu wako kanisani wanaompenda, anayewaongoza. Watu ambao wako kanisani wanampenda baba yao, wanapenda mtumishi ambaye amechaguliwa kuwalinda, wanapenda mlinzi wao, ndio waweze kumpigania anapowapigania nyinyi. Maana kuna mishale ambayo mutanizingira muniweke hapo katikati. Kuna mishale hata ikirutwa haiwezi kanifikia. Maana ikinifikia, their target is not you. Mishale hiyo haiwezi ikakuguza, but the target is me, so that nivujwe, muvujike. Bwana Yesu asifiwe sana. That's very important for you to know. Na wakati tunakuwa na kitu inaitwa familiar spirit, mapepo, yani kuzoeana, mazoeano, that is unaweza kuongelesha mtumishi wa Mungu jinsi unavyotaka. Maana kwa nini? Mulicheka na yeye na mukakaribiana na yeye, ama mulikisiana na yeye, ama kuna kitu muliabiana na yeye, ama kuna jokes mnakuaga na yeye. Those things, they weaken you. When attack ikikuja, utagogwa na utagogeka rahisi. Ndio unakuta kuna mtu anaweza kukaa hapa, amekaa kwa nyumba kama hii, na akikaa hapa akibehave, unaona ana behave kama nika king kakanyumba hii, ndeka muthamaki keho gatihutikaga tondu nikamenyerire maguta ma guku. Wanita watu wani gatumia keho ga queen gatikara gogo tagitore gathiuruka guku go tagitore tondu nikamenyerire maguta ma kuriku, ona kangiro gatigeki undu gatingigwa koragio no nake ni guku ndiarehirwo ni waru ingi, ndarehirwo ni Ngai no andumire guku ona ndimuiguaga na gutiri ndu angĩnjiguithia, gutiri ndu angĩnjĩra niĩ, tondu niĩ ndarehirwo guku no ni Mwathani akurehire ku, agutumire hari niĩ tondu uri muguruki urenda guteithio. Tondu korwo nduri muguruki ungire na ministry yaku, agutumire andu, ni kwirwo yerirwo murimu waku ungihonera kundu kuriku. Utiga kugate ni Ngai wagutumire guku, ndagutumire guku ukenje guthugumira andu guku, ndagutumire guku anje guku kwaragia uguraria, agutumire guku tonera ni kiwako kionguruki haria gikinyerete, kiria kingiringiro no kingiringiro guku
Yes. kaino wa ndomire ministry ene no atejoke andũgamĩra ministry No akwĩrĩte ati ũngĩaga gũka nĩ kwaga kũrũgama. Itasimama na iendelee. Na tiga rĩu inyuĩ niĩ mwenyewe ngiuga rĩu nĩ ndeherera. Uga atĩ nĩ ndeherera ndathi na ministry ĩno rũciũ ĩgakorwo kwanja nene gũkĩra ũguo ihiana. Na Ngai arĩtũmaga thiaga TV-inĩ ngamĩkora hau. Mũngĩkĩrwo nginya ma TV-inĩ mothe nĩgetha harĩa ndathi Gĩthumo ngona TV ya Gĩthumo, ndathi Kakamega ngona TV ya Kakamega, ndathi kũrĩa kũngĩ ngona TV, yani mahali popote naenda naona hiyo TV, naona kai ĩrĩa nĩ sinagogu harĩa ndati kakwaingĩrire atĩa kanyumba yanenehire Bathani baba nĩ ndarega gũtunywo kĩoneki gĩakwa, nĩ ndaregwo niĩ ndigwĩtĩkĩra gũtunywo, nĩ ndĩharĩirie Mwathani gũcoka. Mwathani ũrĩkũ na akoragwo ahingĩte gakuburi na agathiĩ atĩ nĩ ndarega gũtunywo. Nũ wagũtunyire? Nũ wagũtunyire? Ithe tiwe wetunyithirie. Mwaki wakana mũno wetunyaga kĩ? Yes. Tukanageria gũkirithia andũ haha atĩ kwĩra nĩ Ngai wandũmire agũtũmire ũkĩ ũikare thĩ ngũbundithie. Na mahinda maku ma gũikara thĩ wa gũbundithio mathira, ona ndũkamenya tondũ nĩ gũtũmwo ũtũmagwo kũngĩ, na ndũtũmagwo kũndũ kũnini, ũtũmagwo the next level. When the time you realize that umetoka na umeenda na kule umeenda kurudi nyuma, ujue ni shetani amekutuma huko. Wewe ni agent wa shetani. God is a God of order. Is a God that promotes you. Ni Mungu wa promotion. He will lift you from one level to another level. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are in a place like this one, na uone Mungu ameachilia watu amekuinukia, ile position ulikuwa umeng'olewa, umerudishwa chini, ujue kuna makosa iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio Mungu anashughulikia, ni kiburi. Na ukiona demotion imeingia, kuna kiburi. Na hiyo kiburi inashughulikiwa kwa na njia ya madharau. Mungu ni anakuwa na tumadharau kidogo kidogo. Hiyo kiburi yako inashughulikiwa na njia ya tumadharau. Unakuta watu ulikuwa unaambia wakae chini, wanakaa chini, ndio wanakuambia ndugu, umeambiwa ukae hapo chini. Na muuliza na nani? Bigu inasema. Na ukikataa kukaa chini anakuguza tu na kakitole. Unakukataa na unaanguka mpaka unachukua miguu juu. Unajua hapa maneno yameharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Check on your ways, on how you live with God. It is very important. Na ukifika mahali kama hapa, ukute nyumba hii iko na mchungaji, na useme umetumwa na Mungu katika nyumba hii, ni ukuje ukae chini ya huyo mchungaji for the next see promotion, for the next direction. Waliambiwa walikaa ndio waweze kupatiwa direction. Maana the way ambayo unaenda kuipitia haujawahi kuipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need that shepherd to assist you ndio uweze kupata njia. Unasema ndipo mtakapotambua njia mtakayoiendea. Ndipo mtakapotambua mkiwa na hao watu ambao wanawaongoza. Mkiwa na hao watu ambao watakuwa wakiwaongoza, hapo ndio mtatambua njia. Maana njia mnayoipitia hamuielewi. Kwa hivyo experience in ministry, it is not valid. It is null and void. Atini ndaonokire miaka 10 nile twambĩrĩirie ministry, rĩu ndungata ĩno tũtũrĩte nayo, na ndungata ĩno nile tũtũrĩte tũmĩnyitĩrĩire, twĩna indo citũ, twendetie kĩrũkendia nginya ngũkũ na mbũri nĩgetha tũnyitĩrĩre ndungata ũramũnyitĩrĩra nĩkĩ ũranyitĩrĩra niĩ ũnyitĩrĩre ndũĩ. Unashikilia wapi? Atĩ tũtũrĩte gũkũ twĩnyereketie, tũtiriaga nĩ kũhoya, twĩnyereketie nĩgetha ndungata ya Ngai ĩrũgame. Gũtirĩ ndungata ya Ngai ĩrũgamagia nĩ Ngai. Inyuĩ mũkĩte gũikara ũguo mwaikie mwaki nĩgetha kĩgongona, ti ndungata ĩnenehagio. Nĩ kĩgongona gĩkaga atĩa? Kĩgongona kĩaneneha, mapepo marĩa mangĩkorwo magiũka kũhũra ndungata matiũkaga. Na kĩaneneha na ĩhoreka atĩa? Ndungata tũmĩrũgamĩrĩre na indo citũ. Ona niĩ ndarĩ na ngũkũ nyingĩ, ndarĩithagia ngũkũ icio ciothe rĩ, nĩcio ndũgamĩte nacio na ndungata. Nginya ndungata nĩona nĩ arũgamire rĩu ĩtwendithagia ngari na ndĩonaga ta tũrĩ andũ.
ukimwirugamia nigetha igure ngari ri mahoya macio warigie kuma-apply niki mwena waku witie ngari igiri tondu ni uragiteirie ndungata ngari uraregete gwitia ngari igiri niki ona nari witie ka pro box na imagine ati turakuhoyeire ati uragia ngari mahoya macio matinakinya mwena witu kana ni marito maitu marahateire riera-ini icio ni upuzi ni ujinga ati tuliombea akaendea ati siku hizi hatuonagi kuweka kuna kamuse nimefukuza hapa chini hapa kwa hichi uko hapa chini leo na hiyo kamuse tena tulikutanaga nako zamani kamesahau kaliniambia hiyo story ati wao wakati Muiru alikuwa pale akihubiri jivaji akiwa hana kitu alikuwa na ile kale kahahuja unajua kale kakushika na mdomo hivi kahahuja ati wao ndio walichaga wakamununulia na Muiru wakampeleka paka kapada paka akakuwa mtu mkubwa lakini sasa ati Muiru hata atakagi kuwaona nikamuuliza jamaa mwenyewe hivi nikimwangalia hii kora hapa ilikuwa ya black shirt ilikuwa ya kirimu hapa ilikuwa ni chafu hajaoga bwana ni agosho alafu hata ukimwangalia ukikaribia kidogo unasikia kuna harufu fulani ya kutokuoga si ya marashi ya kutokuoga na ni mwanaume na ukisikia mwanaume akinuka menya maudo ni moru sasa yule kujiguithagia alikuwa anataka kunionyesha venye Muiru ni muba ati walimsaidia mpaka akatajirika akakwenda kanisa kubwa akakuwa na magari sasa hawaonagi ni kama ni watu na kamuuliza mlikuwa mnafanya nini how did you do in fact hata mimi nataka mtu akunisaidia mlifanyaje mpaka Muiru akapata hivyo tulimwombea tulikuwa tunaomba tunaenda katoroni hatukuwa tunalala tukimwombea sasa nikamuuliza katika hiyo maombi mlikuwa mnaomba hamkukumbuka kujiombea Karo haukukumbuka kujiombea wakati ulikuwa unaniombea yani uliniombea tu wewe ukajinyima ukasema sasa na wewe Mungu niombee na wewe Mungu nisaidie ama no we mlango ile ikifunguka inafunguliwa kwa kuna mtu amepitia hii mlango nyinyi wote mkiingia hapa hemo ndio ile mlango huyo kuna mtu alipitia kwa dirisha mlipitia mlango gani kwa sababu mlango imefunguliwa mlango ukifungua mlango ya pasta inafungukaga maana yeye ni mlinzi yeye ni shepherd newe mureithi wa nyumbeo aheago kirathimo giake na gia ciana ciake nikionaga ngiingatandu ndoikara gwako muikare guko tukae na wewe miaka 3 na hauna kitu hata hauna nduracenjia nginya rangi uria wokire umite noguo umite nginya riu ninakwambia gatoka enda kanisa ingine labda wewe si wa hapa usikae na watu ati yuhuria ite goko cihurage goko nona tu mundu okire na kirato kiamekanye agioka goko athia gogo eni rage kiamekanye riu muthu athiaga na taritari wanyita okire aria na taritari na bigijie taumaga kanwa acha kakameko u mundu akinyaga ta CEO akigira guku ucoke unjire mundu ucio handu muratwara nake iyo ni spirit ya poverty na ni njuru muno tondu what is happening nini ni kwa sababu alijiunganisha na madhabahu ambayo sio yake. That is one reason people becomes poor. That's the why reason people become useless and hopeless. Si eti umefanya dhambi but you are in the wrong place. Sina kitu yako, ndire na kindu giaku, ndire na maguta maku, thie kuria kwe maguta maku, thi kwanganga, labda wewe ni wa kwa ora kaka. Enda huko. Kama wewe ni wa huko mvule nganga mwingine, enda huko. Using'ang'anirie kukaa mahali mwaka moja, miaka 2 na hakuna kasesheni. Kitu hata kamoja unaweza kusema Mungu amenifanyia. Tigogoroki. Wacha muenda wa simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ukomaga nyumba muthi wako makuoyo, rucio gako makuoyo, okay wako matondu ne gwa gukoma. Nyumba ne yahingirwo. Tiga koma icio. Hiyo hapana. God is not the author of confusion. God blesses his people who are in the right position in the right season. Ukiona kigogona kimekukataa, maneno yote imekukataa, nothing is working, move to the next. Bwana Yesu asifiwe sana. Nondo gatuke kwa kutigate. Mwathani anakoria ugwari.
Jichunguze, angalia kama ulikosana na madhabahu ama uko kwenye madhabahu ambayo sio yako. Maana kila mtu ako kwenye madhabahu. Wale watu walikuwa na Joshua, sio wao walikuwa na nani? Na Musa. Mission ya Musa ilikuwa ya kutenda miujiza. Aliambiwa ushike nini umeshika kwa mkono ni mfibo, goga, maji inatengenezeka, agusha inakuwa nyoka, fanya inakuwa. The same people that this Musa alipokufa, the same people they never experienced nyoka ikikuliwa. They never experienced maji kipasuliwa. Walikubebwa na mtu mwingine anaitwa Joshua, alibeba panga. Walikuwa wamezoea miujiza. Sasa waliambiwa beba panga, tunaenda kuchinja watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao si wa madhabahu hiyo ya kubeba panga walikufa. Siku na wale walikuwa wamekatazwa wakaambiwa msibebe kitu. Wakaficha shosho wakabeba vitu wakaficha. Nini what happened to them? They died. Because you don't belong there. Hallelujah. You don't belong. In the altar that you don't belong, get out of it. Usikwamilirie ati nigetha ati one hari kaundo geka. Hatiri kaundo guku mundu mwikaga. Hakuna. Bwana Yesu sasa, just connect with the anointing. Maana hii anointing iko hapa ililetwa kwa sababu ya kikundi fulani. Hello. Ukienda hapa kwa nganga hapa chini, nyinyi yote muende hapa kwa nganga. Si mnaona hata nikiugusa hivi mwezi kuanguka. Mkienda hapa kwa nganga, akisimama pale hapa, hebu ni baba yangu huyo. Hata kiona nikisema anajua ngani nasemaga. Unasikia, "Hola papa. Raka baba. Viana wede. Tetemeka na wede." Unaona nyote mnaanza kutetemeka. Kwa sababu huko mmeikia. Bwana, ukienda kwa Harrison ni manabii. Bwana anasema, "Kanisa la Mungu, mubadilike, murudi kwa Mungu." Hiyo kwa nani? Kwa Harrison. Nenda kwa Moiro hapa. Atakuuzia kitu yoyote. Atakuuzia. Juzi niliona anauza misumari. Alikuwa anauza misumari. Na ni ufunuo amepata. Ndani ya kwake. Yes, Saizi anauza panga ya kukata nini? Bwana anasema. Kuna siku tulienda Uhuru Park wakati alikuwa amevuma. Sijui kama ulienda sasa. Alimwaga lori bili ya red soil pale. Ile entrance ya upande ile ya Serena hapo. Ilimwagwa hapo. Watu walikuwa wanachotewa kijiko. Kijiko moja 1,000. Kijiko moja. Si kijiko ya teli, ya chai. Kale katika chai. Wende ukamwage kwa shamba yako na shamba itabarikiwa. Tunasema bado kuna mtu anaenda kubarikiwa. Kuna mtu maisha yake anaenda watu walinunua. Hata mimi nilinunua. Hata mimi nilinunua. Lori pili za itipa zilikuja riu. Uhuru Park msima ilinunua. Wala koja ya mudhurisha inokirie pesa shigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mtu ameitwa kivyake. Don't go. Hiyo ni grace yake. Ni grace yake. Don't go complaining. Hakuna formula ya kutenda miujiza. There is no formula. And this is not biblical. What is biblical? What is biblical? Mtu anaitwa nani? Anaitwa nini? Ni Elisha. Elisha walisema ati shoka imeanguka ndani ya maji. Alichuna kamuti. Akawauliza imeanguka wapi? Wakamwambia ni hapa. Kamuti hiyo ikachekwa ndani ikatoka. Sio ni muujiza? Mbona muifanyagi hivyo? Ama si biblical? I'm yet to know what is biblical when it comes to doing miracles. Hizo ni vitu ambazo zinatumika. Maana Yesu alikuta mtu ni kipofu, kimekaa hapo kimetumuma, kinakaa hivi. Akatemea mate na kulikuwa na COVID. Akatemea mate na akatengeneza udogo, akapaka kimuzee akakiambia kiende kikaoge. Why are you not using that? Mwenda kwa maguta na agasifu. No. Venye nimeitwa wachana na mimi. Niliitwa kivyago, hatukuitwa na wewe. Na sikukuwa wenu nikiitwa, niliitwa
peke yangu. Before you were born, I knew you. I set you apart. I sanctified you and consecrated you and gave you a responsibility. Akamwambia Jeremiah, kazi yako ni ya kuvunja madhabahu. Akamwambia Isaia, kazi yako ni ya kutabiri. Akamwambia Ezekiel, kazi yako ni ya kufufua mifupa mikavu. Akamwambia Daudi, wewe ni mfalme, na mfalme anachijaga mpaka watu. Na kajamaa sikalichija. Alafu na bado Mungu anasema a man after my heart. Nataka kuniambia kama Daudi angekuwa hii enzi yetu, si tungekuwa tushamuua kama devil worshiper. Sina kumbuka kuna mahali alienda kuoa mtoto wa nani, wa Saulo. Anaitwa kwa nani huyo mtoto? Mika. Akaenda akasema, akaona kasichana karebo na akaona ni dirahika ni kwa muthamaki. Yule mundu twihuragia guku tukagwa na kwa Ruto nigetha jitanagio na Ruto. Aliko Ruto akimwira atia, amwirire uthio ndereke sehemu nyeti 100 ulete hapa ndio nikupatie msichana wangu. Tondu amwiraga uguo alikuwa anamwambia ndio afanye nini, ashidwe. Ndamenya kaino ni tiga ya wira. Ni tiga ya wira. Akamuuliza 100. Maana alikuwa anataka kusikia huyu mtu niko ni dharau alaitia 100 peke yake. Hakuwa anajua ni nani anadili na yeye. Hakuwa anajua anadili na jabasi ya kiroho. Jamaa alimwambia namna gani 100 peke yake. Sasa wao wakajua kameshindwa. Kajamaa kalipiga tu, kalikimbia raundi 2-3. Kalipitia hapa Marigiti, kakaingia hapa Marigiti hapo, kakaikia Mudhuru, kakatokea pale, kakaekelea kwa meza. 100 ngapi? 200. Kaekelea kwa meza. Kimele imodo. Na dunia bado ikabaki kwa nini? Ikabaki kuitwa dunia. Na bado Mungu akasema, this is a man after my heart. Somebody is calling. Wenye mtu ameitwa wachana na yeye. Wachana na yeye. Mwadhani ya gosho. Hallelujah. Oyaje totigana na gweto ndungito tanie. No. You can never be called like me. And you can never be like me. You will always be like Jesus, who has called you into ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. And no, the problem no muja hada neno yomerere. Maneno hiyo yote ilileta shida wakati mapasta walianza kuordain watu. Yeah. The moment nilikuordain, which is not biblical. Ordination is not biblical. It's not biblical. Ati tuli da ordainiro yetereria maguta ordainu the apostle ordained. There is no one that can ordain. In Jeremiah 1 verse 4 says, before I knew, before you were born, I knew you. I ordained you. Hallelujah. I ordained you. No man can. We are only allowed to commission. Because these people are ordained already. I commission you. I commission you to go and do apostolic work. I just commission, not ordain. Now when I ordain, I take the responsibility ya Mungu. Hapo sasa mikono ndio tunaigiriria. Kwa sababu sasa tumiondoa Mungu kwenye kiti yake, tukaikalia. Sasa nikakuordain, nikakwambia by the power given unto me in the mighty name. Uginyoka na guvire mwanake okiogo egothia inuka akiria kwa ni mutwe. No, we don't ordain. We commission. And that's the mistake. That's where you have the mistake. Because who ordained? It's God. David alimwagiliwa mafuta na akarudishwa, hakupatiwa job. Alimwagiliwa mafuta na akarudi kwa kichaka agethikoreithia ginya eterere muthenya wake wa wira, appointment. Hallelujah. Sijui kama tunaelewana hapo. And that's the most important for you to know, that when you allow somebody to come and aseme amekuordain, amekuondoa kwenye nafasi ya Mungu, ni matohoho agwikira.
Everybody is made peculiar and wonderful. I am only supposed now, nyinyi mkiwa hapa, najua wewe ni mwinjilisti, wewe ni pastor, wewe ni mwalimu. Now what I'll do, I will commission you. Yesu alifanya nini watumishi wake? He commissioned them. He never ordained them. Kuna mahali ulisikia Yesu aliordain? No, he never ordained anybody. He commissioned. He released them to the world. Leuthiei mukarutehera wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijakuumba, huyu alitupeleka huko. Hapana, tuko tunataka hiyo. Turudishe kule kwetu kwa Joshua. Verse 5. Ndipo Yoshua akawaambia hao watu, jitakaseni kwa kuwa kesho Bwana atatenda mambo ya kushangaza katikati yenu. Haleluya. Ndipo Yoshua akawaambia hao watu, jitakazeni kwa kuwa kesho Bwana atatenda mambo ya kushangaza katika maisha yenu. That God is doing something new in your life. He's changing your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Ate Ngai ni arashenjia muturire waku. Rocio niko mureo mujitakaze. Na ndio uliona Sunday niliwaambia, from Sunday till Sunday ni kujitakasa. Maana kuna kitu Mungu anatenda katika maisha yetu. Our life will never be the same again. This ministry will never be the same again. Your marriage will never be the same again. Your business will never be the same again. Whatever you do, your ministry will never be the same again. Kuna mama mwingine alikuwa ananiambia anakuwa na mikosi tu wakati anaenda kubarikiwa. Leo utabarikiwa, hakuna mkosi itakushika. Hakuna. You have crossed river Jordan. Mwambie mwenzako tumevuka river Jordan and you are going to be blessed. Wale watu walikuwa wanaona wakigodheleria, wale watu walikuwa wanaona wakinena mabaya kukuhusu, hautawaona tena. Wale waliokuwa wakipigana na wao, those are yesterday's demon. Now you have crossed over and you are not going to encounter them anymore. Hautakutana na wao anymore. Sijui kama mnaelewa kile naelewa hapa. Sijui kama mnaona. Ni mnaona kile niliona? Turai hao. Muya yeah. Verse 6. Yoshua akawaambia makuhani, liinueni sanduku la agano juu, mukatangulie mbele ya watu. Hivyo wakaliinua na kutangulia mbele yao. Verse 7. Ndipo Bwana akamwambia Yoshua, leo nitaanza kutukuza. Kai, utikeni kesha ni adira. Kesha imeiza. Hebu tusome pamoja. Tusome pamoja. 1 2 3. Ndipo Bwana akamwambia, yani kutoka leo naenda kutukuzwa machoni mwa maadui zangu. Waliokuwa wakiona ni kama sistahili, wataniona tena ya kwamba ninastahili, ya kwamba nimeinuliwa, ya kwamba I am not that. Alimwambia. Ndipo Bwana akamwambia Yoshua, nini tena maega? Leo umuthi mtalikishigana. Mwali wake mwaka oliko toganelia. Hebu kusanya pamoja. What is that number? 40. 0 plus 4 is 4. Siku ya 4 Mungu alifanya nini? Siku ya 4 akikata wakana Yesu akirikia weda. Wewe dhama Biblia yako. Mudhanya wakana Yesu mkaiye kiriate.
The fourth day. Siku ya ine Mungu alilete utafauti. He separated the night and the day, and he created the sun, the moon and the star, meaning he created the seasons and the times. Hallelujah. When you see the creation of season and time, amekucreatia your wealth, amecreate your new image, amecreate your position, amecreate kila kitu that belongs to you, because he has separated you from your tormentors. He has separated you from those who has been fighting you. He has separated you from those who has been bringing you down. He has separated you from those that have been fighting you. Hakuna huduma imepiganwa nayo na wachungaji kama hii. Hakuna. Wamepigana mpaka wale tunaitanga mababa wa kiroho, wale ambao wanajiita ni marafiki wa kiroho, wamefunga mpaka na viti kwa mlango baraka isigie. But Bwana ananiambia leo, ndipo Bwana akamwambia Yoshua, leo nitaanza kukutukutusa ate kuku ate kuku kukutukuza sio leo nitaanza zewo mothe negwambĩrĩria atĩ nĩndambĩrĩria gũkwambararia maitho-inĩ ma thũ ciako, atĩ nĩmegũkuona mamakio nĩwe, nĩmegũkuona marigwo na ũyũ, nĩmekuona marigwo wagera kamũrango karĩkũ, umepitia mlango gani? Hii baraka hii. Najua kuna watu wanajua hawezi ukabarikiwa. Kuna watu wanajua mafuta hauna. Kuna watu wanafikiriaga tunatumiaga mafuta ya cowboy, lakini kutoka leo ndio watajua tunatumia mafuta ya mbinguni. Kutoka leo kumbe ndio kama na wakamjaruo kalikuwa kanasema tukufe ni kwa sababu ya siku hii ya leo. Yes. Newa nonyo nakatamuredo gona kamudo kawo kakala wire gwe ate gago kwa bere ate ndipo Bwana aitoshokelea haule, ndipo Bwana akamwambia nani? Yoshua, leo nitaanza kukutukuza machoni pa Israeli yote, ili wapate kujua kuwa niko pamoja. Yani the main reason ya kwa balario nigetha mamenyo korago na Ngai. Yani okwa balario nigetha maconokage. Marauga gae mu maraya mamenye mwithe ndiri mu maraya, marauga ndore kiugo mamenye wina kiugo, marauga gutire kundu urathie makuone ogithie, marauga andu ngiteitheka makuone ogiteitheka, marauga andu ngirugama makuone okirugama, marauga andu ri handu makuone wi handu, marauga andu ngika nani amuri. It is an order. It is a heavenly order. This is prophetic. Yes. Jeta teacher, teacher. Teacher wajiko. Unajua nimefanya hivi kutoka asubuhi. Nimejaribu kutafuta neno la leo. Nilikuwa nimekataa kabisa. Sasa ilibidi niingie kwa teacher wajiko. TikTok. Nimesikiliza teacher wajiko. Teacher wajiko amenihubiria teacher wajiko. Baka saa hizi sasa nikiwa hapa nikasikia sauti ya Mungu imeniambia leo tunasoma Joshua 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ninataka kubariki watu wangu. Nafungua watu wangu. Maana naenda kuinua watu wangu. Umuthe ndira kwa bararia ciana ciakwa.
ndenda kwehereria ciana ciakwa giconoko niguo kunjiraga ndenda kwehereria ciana ciakwa giconoko nigetha andu aria maraturite mamunyaraire mamenye ni ngoragwo hamwe na inyuĩ aria marauga ndikoragwo na mutikoragwo nanie umuthi mamenye mukoragwo naguo. Ati ndipo Bwana akamwambia Yoshua, leo nitaanza kukutukuza machoni pa Israeli yote ili wapate kujua kuwa niko pamoja nawe kama nilivyokuwa pamoja na nani? Yes. Todo marato ulite maugaga atiriri ati Musa niwe wari na Ngai uyu ndari na Ngai. Hello. Ira neighbor yaku ndina Ngai munene. Ngai wa magegania. Yoshua niwe weuga. Niwe waria, niwe wauga. Yani amesema, yeye amesema, sio mimi nimekuja kumtambulisha. Amesema leo ya kwamba ako pamoja na mimi, na ndio kwa maana anaenda kunitukuza, ndio kila mtu ajue na kuanga na Mungu. Mwalikirie kanitha kana korwa murarwa wena video tatwarira mundu ri hari ekere video mutware ngira haria thiini museze mutware hau ndagathi kurira na hau atakunanga indo hau no munyite moko ndona tare roko we dan niweke hiyo video watu waone kanisa ya Thika mahali imefika. Mugire mutikwaka na mwetirie shuma mukirega ngimwitia material mukirega niga na marutete material cia Thika. Ule mmoja anajua ametoa material za kujenga Thika. Inua mkono mzuri. Mungu awabariki na Mungu awajengee kila mmoja wenu. Mungu awajengee nyumba mpya, estate ya expensive. Niliponia na mwarega nilienda tu Kalimo, nikavuja Kalimo. Nyumba inapata kama ya makaratasi huko. Inaenda bio. Nyumba tamu. Nijue hakiwotwara kiherehere giaku kuu. Neithe twakire ena nyumba neithe twakite twendirie nginya thaburia na ikombe tugiaka guku gwito. Verse number 8 utaikrop tu alafu yake uambie makuhani wanaochukua sanduku la agano, mnapofika kwenye ukingo wa maji ya Yordani, nendeni mkasimame ndani ya mto. Yani wale wamebeba sanduku muikire ginya maine, murugame na ithanduku maine, musimame hapo. Ate maima amena mamba, maima yamena ciongoyo, maima yamena nyoka, maima ya matihiana na matitarie. But my God has told me niende nisimame katikati ya wachawi, katikati ya warogi, katikati ya wauaji, katikati ya wajanja, katikati ya kodokoto, katikati ya mabapapa. Duka mega tagateine na gutiri undu mekojeka ngorogamana ni ngohotana tondu ndina Ngai. Murona ginya muthira ndirakinya tano go ya jamba nikomenya ndina Ngai na nikomenya Ngai uyu ndiraturite ndimweteire anjire kana twi hamwe nake miaka yothe twahunjia ndari anjariria to muthi ati kunjira ono nginyararwo ni acio mwinao niko na wewe na gwe kundu ndiragutwara gwe kundu turathie na makiria muno anengera ginya ithanduku ria mathani. Mutigethi mukambiririe bara riu muone Ngai wako rekaga uria hinyaga andu na wakwa ni muru uyu wa Joshua ni ugikaigwa heo message ya Joshua nduri na tha nwatunywo tha nwakatia nwehererio tha ni ndiri wakorera ta Musa baba riu wero ya kwikatia Joshua ne kongea maruto maigana angeire maigana maruto angeaga agathecereria muti uguo kiongo agacuria haria na bado Ngai agithi na mbere na gwitwo Ngai. Mwathani agocwo iyo ni anointing ria ngoragwo nayo wakora iciragia wakagocamania na no muhoreru
ati kũgweta baba itu gũkũ tũraria ũhoro wa Biblia kwĩna andũ a Harrison gũkũ macoke mathi makauge atĩ naigua atĩ arĩngĩ no gũgũcambia gũcambagio tukũ hwaĩ mũndũ ũcio nĩ ekwenda arorwo wega tondũ ahiana ta teheranĩirwo na Ngai nĩekĩra hau nĩakobia good wale wa mũngĩkĩ wako wa ngigĩ kana wa Kariũbangi wale wa mũngĩkĩ ũrĩkũ tondũ we nĩũhiana kũhihinya andũ iko tayari mwambie aweke mwambie aweke atoi kwanza aweke hiyo watu waone tarari niguthiminde tarara niguthiminde cheki weka machuma huko angalia chuma hizo wa ni kubwa kuliko hii haleluya tawelole nekuri maugite ino ndi gwako oye mnaigua ati hihi ni maraoka hale ni madhabahu unaona hiyo madhabahu itakuwa hivyo mzuri praise and worship siku ataenda huko tutampeleka siku huko awacha kuleta shida siku alete thina arauga ni arekereirie praise and worship no ina manto amigete kwa kanyumba tamanta weka picha mzuri nani yako na picha mzuri stable huyo ni mundu wa Gikombe unaona nini darutete roko wena njega stable kana cici no yeyo ta imagine rukure no tuthomere ru mabati maria kiro rucio kurike na gicicio kumia-inĩ gwikira icicio handu ndatwaraga karo ndathia kumugurira cai kimenyi uyu karori kana hatwathia kunywa cai na hingo warega kunjitigira niki tutioyaine ndari freshly from mugiki na nona nyumba ni hiana teo ithia kwelete tukaka nyumba teo ndio hiyo sasa Meciria te meciria-inĩ maku tondũ na warora muthuri uyu wamwiciria te ai he kaundu wa mwiciria kega ti koru wadhani agoshe uambie makuhani wanaochukua sanduku la agano mnapofika kwenye ukingo wa maji ya Yordani nendeni mukasimame ndani ya mto mutikaikare kando muingire gatagata-inĩ ka iria riu tondu mto Yordani ulikuwa mto kubwa ndukamakio ni mang'ang'i ndukamakio yani usibabaishwe na wao uende katikati ya hiyo maji simama na sanduku la agano simama hapo yes 29 Yoshua akawaambia Waisraeli Njooni hapa musikilize maneno ya Bwana Mungu wenu okaile udemo yohoro tigo muratulite mwitikitie no Musa ungika maundu ndiraturaga kule tent ni unajua alikuwa na kanga tu kwa tent Yoshua alikuwa na kanga kwa tent hakuwa na shughuli mingi Musa akienda mlimani hakuwa anataka hata shughuli za kwenda mlimani amna nywe dhie motorehera ripoti Joshua Musa akamwambia siku moja tu aende akamwambia mwe wewe ni muhotanaga na muthuri ucio thie Bwana ni agosho akamwaita akawaambia Waisraeli njooni hapa musikilize maana leo ndio mmekuja hapa kwenye kesha hii mukuje musikilize vile Bwana anataka na nyinyi 10 hivyo ndivyo mtakavyo jua ya kuwa Mungu aliye hai yupo katikati ya nani diraiwa amen nigucoka kana niki acha hatire kurikira kwiha ani andu merigitwo ate ni mwacokia amen eni
ni wote kugete yako ni wote kuiwekanaga. Mungu aliye hai yupo katikati yenu. I want to assure you tonight ya kwamba whatever it is, Mungu aliye hai yuko katikati yenu. Hakuna jambo hata moja litaegemea kuangusha. Hakuna jambo hata moja litakuleta chini. Maadui hawatakuona. Wote waliokupangia ubaya hawatafaulu katika maisha yako. Wote waliosema hautafaulu, nataka nikwambie, yule Mungu wa kufaulisha, yule Mungu wa kufanikisha yuko pamoja na wewe. Yuko pamoja. Gayosho tomaga ohotane. Gaiwohotani hamwe nawe. Gaiwone nawe hamwe nawe. Gaiwako radhime hamwe nawe. Gaiwa biashara hamwe nawe. Gaiwake iko gaya hamwe nawe. Gaiwa hutume na hamwe nawe. Yes. Ako pamoja na wewe. Wote komaka. Don't be worried. God has confirmed. Muthe kaini yako ni famu muthe hamwe nawe. Mahoya macio rati doke hoya makoririra Ngai utigane namo woya icembe urime. Hallelujah. Yes. Yeah. Muthuri uraigua atia? Roko ni racomoka one by one. Ate hivi ndivyo mtakavyojua ya kuwa ate neguo mukumenya. Mnanyita statement hiyo? Ate neguo mukumenya ate Ngai wanyu hamwe na nyinyi. Namna gani? Hivi ndivyo mtakavyojua ya kuwa Mungu aliye hai yupo katikati yenu, na kwamba kwa hakika atawafukuza mbele yenu hao Wakanani, Wahiti, Wahivi, Waperezi, Wagirigasi, Waamori, Wayebusi, Wamanyago, Wakarabashandere Borobosaya. Maadui wote watasambaratishwa, watafukuzwa, wataondolewa kwenye uso wako. Dokomona leke tado ni meherio wameondolewa. Yes. Na sikiliza hiyo statement. Najua hamukuelewa hiyo statement vizuri. Unajua mimi natakanga kuwafundisha mkue prophetic in reading the Bible. Mkue nini? In reading what? The Bible. Soma line 1. Simamia hapo. Ati neguo. Hivi ndivyo mtajua. Mtajuaje? Sikiliza. Mtajuaje? Hapana, ya kwamba kwa hakika atawafukuza mbele yenu hao Makanani, hao Wahiti, hao Wahivi, hao Waperezi, hao Wagirigashi, hao Waamori, hao Wayebusi. Hivyo watakapofukuzwa ndivyo utajua. Hivyo ndivyo utajua. Ogo negwa okomenya makeikato makeharaganio negwa okomenya Ngai waku hamwe nawe na ndukahoto. Yani hakuna kitu cha Mungu kinafanyikanga bila ishara. Ishara lazima itendeke. Na ishara kutendeka ni makabila 7, mataifa 7 yaliyo na nguvu kukushinda. Wakati yataanza kungolewa moja baada ya nyingine, watakapokuwa wanaangushwa moja baada ya mwingine, watakaposambaratishwa moja baada ya mwingine, leo kuonane maharaganio, leo kuonane magabio kongorio koko ne magwathi. Kuna ishara. Lazima Mungu akupatie ishara. Na sio ka ishara, ni ishara. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati mlimekuru aciorona gamari na hinya. Aciorona ganio maugaga gugekeka. Aciorauga niyo mauga baga gukagambika. Aciorona gatari. Yani hao ulikuwa nafikiria ni watu wakubwa. Hao ulikuwa nafikiria wako na nguvu kukuliko. Hao ulikuwa nafikiria ni Maruto. Hao ulikuwa nafikiria ni akina nane. Haijalishi ukubwa wao, haijalishi nguvu zao, haijalishi nani. It doesn't matter what kind of people they are.
Oh, hallelujah. So do not be afraid nor be dismayed, for I am with you. Yani watu wakubwa, mataifa 7 yaliyo na nguvu kukuliko. Utakapokuona nimewaangusha, hapo ndio utajua niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameanguka ama hawajaanguka? Nimagwite kana matire maragwa. Nimenyitereire. Already wameanguka. Ndio kwa maana Mungu ametupatia. Mungu hawezi kukupatia neno la ushindi kama hujashinda. Hallelujah. The path has already been created. Barabara imetengenezeka. Hakuna siku watangangana na wewe tena. Hakuna siku watasimama kinyume na wewe tena. Hata wakisema ukufe, hautakufa, wao ndio watakufa. Maana wewe uko na Mungu na uko na mission, na kuna kule unapeleka wana wa Israeli, kuna kule unapeleka watu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu hata simamisha kazi yako kwa sababu ya kamutu kamoja, atakangoa wewe uendelee. Yes. Basi namba 11. Ani liko ni mukira kamugete hanini muga. Muga kinya utweka atia. Ati ukarugarugo gwakena ugakenera Ngai ni uria ka ni uria uga. Riu muikara go ugo taithuke. Ile ceniro ni Joseph akabura githuke ni githunduku. Nende murehera mu Nigeria. Nisiwarete mu Nigeria mkae kama mwezi moja. Mjua Nigeria wanajua kuamsha watu viti mpaka wanaamka. Na wanajua kutoanisha watu vizuri. Hata hiyo madu takakoro hoshi wa kutunyado. Toni matunyaga dunia ni madunyire haria casino. Casino itana momorole. Kuna Mnigeria alikuwa ameletwa hapo. Mnigeria anajua anaongea kama kompyuta vizuri. Mpaka unasikia neno linakuingia. Mnigeria alianza na story ya giving. Wenye watu ubarikiwa wakitoa. Akaanza akasema, when I was in my native Lagos, and God sent a woman, brought a Range Rover and a Mercedes Benz, new, brand new, without number plate, and she registered the car for me under my name. Immediately they did the registration. As I was driving one of the car, and my driver was driving the other car, as we were driving, I heard the voice. The Lord said to me, that Range Rover belongs to your assistant pastor. That Mercedes Benz belongs to one of your leaders in church, the chairman of the church. I asked my Lord, I have not even enjoyed. I have not even driven any 2 kilometers barely. You must be unfair, Lord. Lord, you are unfair. Then God reminded me, the hand that giveth is more blessed. It is me who sent that woman to you. I am going to send millions and millions because I have chosen you to be a kingdom financier. I am sending billions of dollars because of giving that car. I want to tell you, somebody is going to be blessed because of what you are going to give. Na Wanakenya wanapenda kugive. Hiyo ya bure. Sasa wacha tuambiwe sasa ni nani anataka kubarikiwa. Akachukua viti zile. Akaweka viti 20 hapa. 20 laini ya kwanza na 20 laini ya pili. Akarudi akaseparate 1 meter. Akaweka zingine hapa 20. Akakuja akaweka zingine hapa 20. Akasema, this is a matter of faith and receiving. Because I've been sent from all my land to come and release billions of money. Not in shilling, in dollars. God is making billionaire dollars in this country because of his kingdom. And if you know you're one, the Lord is telling me that first line that is on the altar, it is for 100,000 people to go and sit there. If you know you belong there, wake up, run very fast. Wa mama na mareso zikini wanakimbia. Viti 20. 100,000. Hizo ni pesa ngapi? Ni mtie madhafu. 2 million.
akakuja line 2 75,000 ya watu 20. Akakuja line 3 akakuja na 50, na zote zilikaliwa. Mimi nilikalia 75, nilikalia ya 75. Wewe no aenda kudhona, unaweza taka, uwezi taka bilioni ya dola, si ya shilingi, ya dola. Na zinakuja kama jamaa aliletewa Mercedes 2, Range Rover na Mercedes. Mungu akamwambia patiana, the following day account yake akakuta iko na bilioni 1 ya dola. Na huyu ni mtu anointed. Ucoke igwe aragwetia girigana rimwe ugetweke na bilioni. Tulitoa. Bwana Yesu, jamaa alitoka na 6 million one service. Nona hii congregation, nona hii kukikuja mu Nigeria hawezi kukosa kutoka na 700,000 hapa hii usiku hii. Huyu atatoa 200,000 kafaigira kanyama kanya hata kwa kafagwe. Watu nasataka niende dikae kama miezi 6 hivi nijue lugha ya kudanganya watu na kuwanyang'anya. Simu nilipia fare niende. Kuna anointing ya kunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo watu uporwa. Kama wale wewe ulikuwa huko hii ya KICC. Wewe ulikuwa ya KICC. Ule alisema my husbands. Najua plenary hall ilijaa na ilikuwa na watu 1 million. Ilijaa na kila mtu alikuwa anatoa 2,000 ya gate. Alafu na more than 10,000 kulingana na yule mwanaume unataka. Mwanaume tajiri kabisa walikuwa unatoa 50,000 mpaka 100. Mwanaume ambaye ni middle class anatolewa 30. Mwanaume tu hivi 10k. Na walitoa. Huyu anaonekana alikuwa. Ulikuwa hapo. Na wewe? Hakuna hata mmoja alikuwa huko. Karo. Wewe mami ulikuwa huko? Yaani ni mwana ukainywa. Hakuna. Wewe officer. You had a husband. Na wewe? Jamaa kaliokota pesa na niliambiwa na mtu mwenyewe alikuwa na organize, alitoka na 20 million that one day. 20 cool. Anarudi Nigeria kukula. Pole mus. Unaniangalia na huruma aje, ni kama yako ilienda. Dorcas. Tazameni sanduku la agano la Bwana wa dunia yote. Si Bwana wa Kariobangi, Bwana wa dunia, Mungu wa dunia yote. Litaingia ndani ya mto Yordani likiwa limewatangulia. Ni mwanyita kitu hau. Ate sanduku la agano kutoka leo. Ate kumo mothe kutoka leo. Somebody say today. Somebody say kutoka leo. Sanduku la agano litanitangulia mahali popote nitaenda. Litanitangulia nikienda kufanya huduma. Litanitangulia nikienda United Kingdom. Litanitangulia nikienda kwenye ndoa yangu. Litanitangulia nikienda mahali popote. Litanitangulia jambo lolote nitafanya. Litanitangulia. Ate kumo mothe. Ate kumo mothe. Kayareda gukwira atiriri. Nobody, nothing, nobody and nothing on earth can be able to defeat you. Hakuna. Tumeingia into another spiritual realm. Kama hujui, ujue sasa. Ate tumeondoka ile level tulikuwa. Tuko level ingine. Bwana Yesu asifiwe sana.
We are no longer yesterday. Whatever from the day utauliza kwa ulimi wako, utauliza kwa mdomo yako, whatever utaitisha, it shall come to pass. Lazima itafanyika, lazima itatendeka. Ukiitisha pesa itakuja, ukiitisha chochote itakuja, ukiitisha ndoa itakuja, ukiitisha amani itakuja, ukiitisha kifunguo itakuja. Whatever utauliza sasa uitishe, you'll be given. Tumeondoka. Aya. Kadeno leo tumetiga mulimo. Tumetiga mulimo. Number 12. Ai. Sasa basi chagueni watu 12 kutoka makabila ya Israeli, mtu mmoja kutoka kila kabila. The grace. The grace. Pokeeni the grace. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace to be able to command the presence of God. Makabila 12 yanamaanisha Israel. Israel inamaanisha God's authority. Receive the God's authority. Receive the God's authority. Receive God's authority. Pokea power. Receive. Receive the authority. Receive the power. Receive the anointing. Receive the favor. Receive the grace. From today henceforth, you shall act differently. Hawatakushinda, maana umepokea the grace, umepokea new anointing, umepokea manukato mapya, mafuta ya Mungu yameshuka juu yako. Pokea sasa. Sasa basi, mtu mmoja, verse 13. Mara tu nyayo za makuhani walichukualo sanduku la Bwana wa dunia yote, zitakapokanyaga ndani ya mto Yordani, maji hayo yatiririkayo kutoka juu yatatindika na kusimama kama chuguu. Adui yoyote, shida yoyote, matatizo yoyote, gugumuzi lolote ambalo limekuwa challenge kwa maisha yako, haijalishi kama ni magonjwa, haijalishi kama ni whatever, haijalishi ni challenge gani, haijalishi walisema wewe ni nini, watasimamishwa ndio wewe upite. Kila kitu ambacho kimekuwa challenge kwa maisha yako kitasimamishwa. Kitasimamishwa. It doesn't matter what it is. It doesn't matter what they say it is. Kila kitu kilichokuwa kinasimama, iwe ni foundation, iwe ni family altars, iwe ni village altars, iwe ni territorial altars, iwe ni forestry altars, iwe ni cemetery altars, changamoto yoyote waliokuinulia, mambo yoyote yale, hata ile ya wachawi, hata ile ya manabii wachawi waliosema utakufa, watasimamishwa. Sit down. Watasimamishwa. Maana sanduku na makuhani wamekanyaga maji. Niko hapa, nimekanyaga maji. Sanduku nimelikamata. Ya kwamba kutoka sasa hakuna adui atakaye kuinukia.
watoto wote wa CFC, watoto wote wa the synagogue, waliofukuzwa na walio hapa, wote wamekuwa wakufunikwa. They will be covered by the anointing. The anointing of the Holy Spirit. Hakuna mapepo itawashinda nyinyi na watoto wenu na vizazi vyenu na kazi zenu na kule mumeajiriwa. Mungu wa mbinguni atasimama kuwapigania, kuwatetea, kuwashindania watoto wa CFC na synagogue. Mahali popote muliko, muwe muko Ulaya, muwe muko Amerika, Australia, hata Uganda, wherever you are, the God of heaven is with you. They will not make it. Maombi yote utakayoifanya iko na breakthrough. Chochote utakachokiomba kiko na breakthrough. Biashara yako iko na breakthrough. Because the covenant, the ark of the covenant iko mbele yako. Iko na makuhani, wateule wa Mungu wako mbele yako, ndio wakupeleke kuvuka ngambo ile nyingine. 14. Basi watu walipovunja kambi ili kuvuka, no mwikarete hivi, tukimomora kambi, bado umekaa chini. Tunapobomoa kambi, tunabomoa kambi. Sasa nataka tubomoe kambi, tunabomoa kambi. Sijui ni kwa nini hamunielewi, sijui ni kwa nini hamunielewi siku ya leo. Basi watu walipovunja kambi ili kuvuka Yordani, makuhani wakiwa wamebeba sanduku la agano waliwatangulia. Sasa fungua kinywa chako, anza kuvunja kambi, anza kuvunja mapepo, anza kuvunja malaana, anza kuvunja mauchawi na waganga. Maana nao tunavuka, tunavuka. Tunavuka. Sasa vunja, fungua kinywa chako, tembea ukivunja. Wacha kukaa kama statue, wacha kukaa kama umefugiliwa mahali. Anza kuvunja essence, anza kuvunja Peter, anza kuvunja. Ondoa hiyo, anza kuvunja. Ngoa kila kitu, ngoa mizizi, ngoa mapepo, ngoa nguvu za giza, ngoa washawi, wangoe kutoka kwa maisha yako, wangoe wakualera kwa noa. Ngoa kambi zao. Ngoa kabisa. Sisikimu kingoa. Ngoa hiyo kambi iliyowekwa kwako, kambi ya kufanya maskini, kambi ya ufukara. Ingoe sasa. Break it. Ngoa umaskini, ngoa kuonewa, ngoa mapepo. Break every bondage. Break every power. Break every authority. Break every yes. Break them. Vunja mapepo. Vunja nguvu zao zote. Vunja, sambaratisha kazi zao. Sambaratisha maadui. Kambi za maadui sambaratisha. Haribu misingi yao. Haribu ngome zao. Haribu nia zao. In the mighty name of Jesus. Vunja kambi. Bomoa kambi zote. Bomoa nia zote. Bomoa. Destroy every camp. Kambi zao zote za wachawi, za warogi, kambi za Illuminati, kambi za usherati, kambi za usinzi, kambi za umasikini. Vunja zote. 15, vunja zote. In the mighty name of Jesus.
15. Boshelelelele. Ria kanda baba zeria. Shaka yanda baba sendelelele. Oyara marendoro seketelelele. Oya mashankandolololo. Rima sekendelelele orianda yara seketelelele. Nipatie sauti ya juu kidogo. Jaira sauti ndio. Orina mama shea. Orina zere. Orima sekendelele bora. Shayalala. Vunja. Vunja laana za kifamilia. Vunja laana za kifamilia. Vunja laana zote. Vunja. Haribu misingi ya giza. Haribu misingi ya giza. Laana za giza za kifamilia. Mauchawi na warogi wote wasambaratishe, waondoe, wang'oe kutoka kwa maisha yako. Wang'oe wote. Ng'oa wote ambao waliwekwa ili wakusumbue. Ng'oa wote. Destroy every covenant. Destroy every authority. All powers and dominions and the principalities. Zing'oe zote. Ng'oa zote. Wang'oe wote. Sasa ng'oa maadui. Ng'oa maadui, wang'oe. Waliosema utakufa, waliosema utasambaratika, waliosema utakuwa umasikini, anza kuwang'oa. Wang'oe wote. Waliokutabiria maneno ambayo waliongea kinyume na wewe, anza kung'oa ukikanso. Ng'oa ukikanso. Kata. Ng'oa ukikanso. Yateketeze. Haribu mipango. Kinywa ambacho walinena nacho kifunge. Ulimi ulionena ukamate. Kamata anga yao. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 15, tusimame tu hivyo. Wakati huu nataka sasa ushike. In which season are you now? Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible, this chapter is very interesting. Wakati huu ulikuwa wakati wa mavuno. Sijui kama umenielewa. Kama hauna mavuno ujue umepitwa na wakati. Wakati huu kuna watu wanaenda kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hapa anaenda kuvuna. Ate gaka ni kahida ka magetha. Ndiye kana ni muranyita gaka ni kahida gake. Wakati huu ulikuwa wakati wa mavuno. Nao mto Yordani ulikuwa umefurika hadi kwenye kingo zake. Ilikuwa kawaida ya Yordani kufurika nyakati zote za mavuno. Sijui kama umekamata kitu hapo. Ati wakati huu mto ulikuwa umefurika. Yani matatizo yalikuwa yamefurika.
lamentations zilikuwa zimefurika. Difficulties in your life zilikuwa zimefurika. Konyararo kulikuwa kumevurika. Matusi ilikuwa imefurika. Hata watu walisema utakufa. Wengine wakasema huduma itamalizika. Wengine wakasema watu wafilisike. Maana Jordani ilikuwa imejaa. Wakati wa mavuno ndio baraka inakuja. Wakati maadui wamekuinukia, that is the moment God is blessing you. That is the moment God is raising you. That is the moment God is doing something new. When everybody is against you, when everybody is fighting you, when everybody has decided to run away from you, wakati kila mtu amekudharau, wakati kila mtu hakupende, that is the time mavuno inakuja. Wakati mito imefurika, wakati you have no hope, wakati you have no desire, wakati you have no direction, I want to affirm you today, wakati huo ndio wa mavuno. This is your time ya mavuno. Mavuno! Mara tu makuhani wale waliokuwa wamebeba sanduku la agano walipofika mtoni na nyayo zao kuzama ndani ya yale maji 16, maji hayo yaliyotiririka kutoka upande wa juu yaliacha kutiririka, yakasimama kama chuguu mbali kabisa nao kwenye mji ulioitwa Adamu, kwenye eneo la Serethani. Wakati yale maji yaliyokuwa yanatiririka kuingia kwenye bahari ya Araba, yani bahari ya chumvi, yalitindika kabisa. Hivyo watu wakavuka. Hivyo watu wakavuka kukabilia Yeriko. Sijui kama mnaelewa. Yani maji hayo, mathina maria uma namo, mathina maria makoretwo magwikarire, matatizo ambayo umekuwa nayo yamekuzingira, yamesimamishwa, yamesimamishwa, yametindia, yamesimamishwa. Kama ni promotion walikuwa wamekonyema, wale waliokuwa wanakonyema wameondolewa. Kama ni mavuno haukuwa nao, sasa uko nayo. Kama ni huduma yako ilikuwa na challenge, imeondolewa. Kama ni vitu vilikuwa vimeinuliwa, wamesema wamekuroga, urogi umesimamishwa, uchawi umesimamishwa. Wao walisema utakufa, wamesimamishwa. Hawatasienda tena, wamepigwa full stop. Ate hivyo watu wakavuka kukabili Jeriko. Mnaona nadeka? Hivi watu wakavuka wakiingia Jeriko. Verse 17. Sijui kama mtu anavuka. Sijui kama kuna mtu anavuka. Sijui kama ni mastachu. Ndio natalima stachu tu inamo. Ndio natalima stachu madhali. Adumatoi nike mareka. Adumatoi koika prophetic move. Vuka sasa. Oh, vuka uingie Yeriko. Vuka uingie ndani ya Yeriko. Maana mto ndio hiyo, vuka kabisa. Vuka, maji imesimamishwa. Gera todo arogi ni maji hiyo. Vuka. Kama ukiona mtu avuki ujue ndiye anakuroganga. Wana mtu arogieta keke hari. Umenyesho ni otorogaga. Ni morogi. Ni nyitwa amesimamishwa, hawezi akaenda. Wacha angalia, hebu angalia kama kuna mtu avuki. Angalia neiba yako uone kama anavuka. Kama avuki, ujue ni kusimamishwa, amesimamishwa. Yes. Vuka. Vuka ukilete sadaka yako hapa. Vuka ukilete sadaka yako hapa. Kuja na sadaka niwaonyeshe venye mtavuka. Hapa lazima tutavuka. Hapa Joel nipatie mafuta. Hapa lazima tutavuka. Lazima tutavuka. Kuchukua sadaka yako. Ukivuka, mtu anavuka na sadaka. Mtu anavuka na sadaka. Mafuta iko padile kine. Ama iko hapo? Sawa. Simama hapo. Abia mchungaji apande hapo juu. Yes. Wewe, si kukaa, mimi sijasema mkae chini. Mama mnapenda kukaa chini ati ndio mtoe pesa kwa kibagi. Simama, nimesema msimame. Wacha kukaa. Wacha kukalia gedito. Yes. Yeah. Wekelea hapa.
Wekelea hapo, kuna power inashuka. Kuna anointing inashuka. Kuna anointing inashuka. Nataka mvuke sasa. Sasa utakuja hapa. Wewe kuja. Wekelea hapa, wekelea hapa. Wekelea. Na usimame hapo, usitoke. Ukiwekelea unasimama, lakini ufungulie wale wengine njia. Ndugatuike kindu gya kugireria andu aria ke. Ndugatuike tutike tureheria ithuke nawe no githuke. Yes. Sasa nataka saa inaendaka namna gani? Clockwise. Sasa nataka mtapita hapa. Hapa simama hapa koki. Rugama hapa. Utaira toshishi yako. Tutavuka. Wewe simama pale. Hapa. Naona hapo. Watavuka wakienda huko. Hiyo ndio Jericho na huko. Sasa wakifika hapo unawapaka mafuta. Sasa anza safari kuvuka. Ukuje tunavuka. Mimi ndio kuhani nimebeba saduku la maagano. Sasa vukeni. Nikiwe muthe ikara haria. Otoa hii. Watapita huko. Ugua gathia hetukite. Vuka haraka. Vuka. Wachana na yeye amevuka. Vuka haraka. Masarika. Vuka ndio hiyo. Yes, vuka ndio hiyo. Wachana na yeye amevuka. Wewe toa hiyo kamera hapo. Vuka. Wewe toa hiyo kamera hapo. Vuka kila mtu vuka huko, vuruta hawa. Vuka. Wewe Joel vuruta hao. Vuka. Twende vuka huko. Vuka ndio hiyo. Vuka sasa. Vuka. Vukeni wacha kuogopa. Vuka kwenye mto. Vuka ndio hiyo. Inakuja. Vuka ndio hiyo. Vuka ndio hiyo. Ondoka kwenye umaskini. Ondoka kwenye umaskini. Ondoka kwenye matatizo. Ondoka kwenye ngome ya giza. Ondoka. Vuka ndio hiyo. Pokea vipawa zenu. Pokea. Vuka. Ndio hiyo kuvuka sasa. Ndio hiyo tunavuka. Tuvuke. Let's climb. Tunavuka. Netwakera. Tunavuka. Negokera leo. Vuka na arthritis zako ziondoke katika jina la Yesu. Vuka na wachawi waondoke. Vuka na waganga waondoke. Vuka ndio hiyo. Vuka sasa. In the mighty name of Jesus. Nawe kuja. Mrudi kwenye viti zenu. Yaani, kalia kiti chako. Hatujamalizana na wewe. Haujavuka. Tumevuka. Sasa tumevuka, tuko wapi? Tuko Jericho. Hallelujah.
tuko wapi? Tumepata Jericho. 18. Yes. Yeah. Ngoja 18 ndio mwisho. Kwa hivyo tumevuka. Inua mikono yako juu. Inua tu mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuomba tu vile ulivyosaidia wana wa Israeli wakavuka, ukanyamazisha maji wakiwa na sanduku la agano, wakavuka, kisha ukawapatia neema. Ninakuomba tu ujaze watoto hawa wako wote na Roho Mtakatifu. Wajaze sasa. Wajaze sasa. Receive Holy Spirit. Receive. Simameni juu, simameni juu. Inua tu mikono yako juu. Kuna kitu kinashuka juu yako. Kuna vipawa vimeshuka. Maana tumeingia kwenye ardhi kavu, ardhi mpya. Tumeingia kule Mungu alikuwa amewaahidi kufika Jericho. Ndio tuingie tukavunje ukuta wa Jericho. Inua tu mikono yako juu. Nitahesabu nikisema moja, mnasema damu ya Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Receive. Fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Maana maisha yako imebadilika kutoka sasa. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu ni asante. Mwambie Mungu ni asante kwa kubali kunikubalisha nikavuka Yordani. Nikavuka Yordani. Mwambie asante, nimevuka mto. Mwambie asante. I am not the same as I came here. Mimi sio yule ambaye alikuwa. Mimi ni mwingine sasa. Mimi ni mwingine sasa. Asante kwa kibali chako. Asante kwa kunikubalisha. Sasa nitakutukuza nikiwa kwenye ardhi mpya, nikiwa kwenye malengo mapya, nikiwa kwenye ngome mpya, nikiwa kwenye njia mpya. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Sasa nitatukuza jina la Mungu, nikitenda miujiza, nikitenda kazi ya Mungu kadri ya mapenzi yake. Nitasimama katika njia zako. Mungu mweza, Mungu muumba, tendea muujiza, tenda muujiza, tenda muujiza. In the mighty name of Jesus, tenda muujiza. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Receive, receive anointing. Pokea nguvu mpya, pokea ushindi, pokea ushindi, pokea kubarikiwa, pokea kufunguliwa, pokea kufunguliwa. You are never the same again. Wewe si yule wa kawaida tena. Pokea nguvu mpya, pokea mamlaka, mamlaka ya mbinguni, pokea mamlaka ya mbinguni. You are never the same again. You are never the same again. You are a new, you are a new, fresh anointing, fresh anointing. You are a new, fresh anointing, fresh anointing. You are a new, you have been renewed. You have a new covenant. Covenant. You have a new 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 covenant. Mamlaka mapya, mamlaka ya ushindi. A new covenant. A new covenant. A new covenant. A new covenant. You have a new covenant. You have a new covenant. You have a new covenant. A new covenant. Mamlaka mapya. You have a new covenant. 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 A new covenant. Agano jipya. Agano jipya. A new covenant. A new covenant. A new covenant. You are renewed. You are renewed. You are renewed. Wewe umejazwa. You are renewed. You are renewed. You are renewed. Wewe ni mpya. Wewe ni mpya. Wewe ni mpya. Wewe si wa kawaida. Wewe ni mpya. Wewe ni mpya. Wewe ni mpya. Wewe ni mpya. You are a new. You are a new covenant. New covenant. New covenant. Magano jipya. Agano jipya. You have a new covenant. You have a new. Yes.
the name of Jesus. Reka basakata. Yes. 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 In the name of Jesus. Yes. 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 Thank you, Jesus. Yes. Yes. Sharabo. Yes, Lord Jesus. Shekarararabos. Yes. Jesus. Yes, Lord. Yes. Inua mikono yako juu. Kuna mashine. Mlete hapa. Mlete hapa. Mlete hapa. Sasa tunaenda kufanya msako wa mapepo yote. Mapepo ambayo yamezuia kazi yako isifanyike. Mapepo ambayo yameleta limitation. Inua mikono yako juu. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, ninaachilia malaika wa msako wakamate mapepo yote yaliyotumwa na yaliyojituma yote. Sasa msako na uanze, msako uanze, msako uanze. Mapepo ikamatwe, mapepo ikamatwe, mapepo ikamatwe, ikamatwe. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ikamatwe, ikamatwe. Kamata mapepo na sambaratisha nguvu za giza, nguvu za wachawi, nguvu za warogi, na kamata ngao, na kamata nguvu za maskini, umasikini, na kamata, na haribu ngome zao, na haribu nguvu zao, in the mighty name of Jesus. Wewe
haja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya njia ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya njia ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Vitu
Muumba mbingu na dunia, tuko hapa kwenye madhabahu kuungama dhambi zetu. Baba, tunaanza safari mpya ya kuingia Jeriko, ndio tukavunje ukuta wa Jeriko. Ninakuomba msaada wako. Tumetenda dhambi za ajabu, tumekuwa washerati, tumekuwa wasinzi, tumekuwa watu wachafu wasiokuwa na dhamana yoyote katika maisha yetu. Mungu, kama kuhani wa nyumba hii, ninatubu dhambi hizi. Watoto hawa wote wanatubu dhambi zote zao, zile walizozitenda wakijua na zile walitenda bila kujua. Hata wale ambao wanatutazama kwenye runinga zao, pia tunaunganika pamoja na wao katika kutubu dhambi. Mungu, na kuomba tu uweze kutunyunyizia damu ya Yesu Kristo. Father, you may forgive us. Give us another chance. Tupatie tena muda mwingine. Tutakufanyia na tutatenda mapenzi yako. Na kuomba tu tusamehe. Tuiguere thagai. Turekere mehia maitũ. Nĩ amu nĩ maingĩ mangĩ mehirio nĩ aciari aitũ na matireho. Baba, nĩ ndagũthaitha tu, ririkana twana tũtũ, ta thikĩrĩria ũrĩa marakũrĩrĩra, ta ririkana ũrĩa maragwĩta, ta thikĩrĩria tu Baba wone magwĩtire. Hezekia akwĩrire ibĩrĩra ndĩngĩhota gũkwambararia, mbĩrĩra ndĩngĩkũgoca, agĩkwĩrwo ririkane kaũndũ kamwe tu kega aneka. Baba, ta ririkana kaũndũ kamwe tu ciana ici cianeka, mwana kaũndũ aneka kamwe tu gagĩgũkenia. Woye Ngai wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Jakobo, Ngai wa maithe maitũ, tũiguĩre tha Ngai. Nĩwaiguĩrĩire ciana cia Isiraeli ona ciinamĩrĩire mĩhianano, ithuĩ tũtirĩ tũrainamĩrĩra mĩhianano. Ngai, nĩ ndagũthaitha tu ũtũiguĩre tha, nyũmba ĩno mĩiguĩre tha Ngai. Baba, sinagogu mĩiguĩre tha, CFC kĩgongona gĩkĩ gĩaku Ngai kĩiguĩre tha Ngai, tondũ nĩ gĩokire Ngai gĩgĩcererwo nĩ arogi, gĩgĩcererwo nĩ aici, gĩgĩcererwo nĩ oragani arĩa maninaga cioneki, na angĩ makiuma na nja magĩtũikĩria mahiga, angĩ makiuga nĩ tũgũkua, angĩ makiuga nĩ tũgũthira, angĩ magĩtũtunya nginya mbeca, makĩhinga mĩrango ya mawĩra maitũ na biacara citũ, atĩ nĩguo kĩgongona gĩkĩ gĩtigathereme. Tondũ moragia maugire atĩrĩrĩ, Ngai wao ndarĩ na hinya. Baba, ndaturia maru haha nĩgetha andũ aya othe na andũ othe othe mamenye atĩrĩrĩ, wĩ na hinya, we nĩwe mũmbi wa igũrũ na thĩ, we nĩwe Ngai wa thĩ yothe, na gũtũtirĩ na Ngai ũngĩ. Nĩkĩo ndambararia moko makwa ngũhera na kuga atĩrĩrĩ, Ngai, nĩ tweneana moko-inĩ maku, nĩ ndĩneanĩte niĩ na ciana ciakwa iria njiarĩte kuma mwĩrĩ-inĩ wakwa na ciana cia kĩroho iria ũhete Ngai. Baba, nĩ tweneana moko-inĩ maku, nĩ ndoka mbere yaku kũhera na gũcarenda kũrĩ we, ũtwĩkĩre ũrĩa ũkwenda, ũtũtongorie na njĩra iria ũkwenda. Nĩ ndakũhoya Ngai, nyũmba ĩno ũmĩhe ũtongoria wa ma na wa kĩhoto, ũtongoria umanĩte na kuma kũrĩ we. Baba, na tũgĩka maũndũ marĩa mothe tũgĩkorwo tũgĩka, tũtigeke maũndũ ma kwĩraha, maũndũ ma kwĩyanĩka kana maũndũ ma kwĩyonania. Tũikarage wega-inĩ waku ona wa mũrũguo Jesũ Kristo. Ndĩrĩrai Ngai, mulilie Mungu tu, mulilie Mungu, mulilie Mungu tu. Anakupenda, anatupenda, he loves us, anatupenda, anamuita tu, mulilele tu Ngai. Mramashata borobo sererebo riakata. Magonjwa yote yanaondoka. Bwana amesema ameondoa matatizo yote, ameondoa chukizo, ameondoa laana zote. Asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Amewapatia mwanzo mpya, amewapatia mwanzo mpya. Kama ni biashara ni mpya, maisha mapya, maisha mapya. In Jesus' name we pray. Amen. Tunaweza kusimama kwa miguu yetu. Tusimame tu kwa miguu yetu. Semeni, Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai, ulisulubishwa msalabani ndio niweze kukombolewa. Sijakaa jinsi ulivyopenda, nimetia najisi madhabahu yako. Hata mwili huu wangu nimeutia najisi.
nimenena kinyume na nimetenda kinyume. Hata fikira zangu zimekuwa kinyume, pia moyo wangu umekuwa kinyume. Naomba msamaha, naomba tu kanisamehe. Naomba Baba, damu ya Yesu intakaze, intakaze. Wewe shetani, kutoka leo sina mahusiano na wewe. Mimi ni wa Yesu na nitamfuata Yesu. Sema amen. God bless you. You may be seated now. You may be seated. Tupate shuhuda 2-3. Kisha tuweze kuingia kwenye worship ya nyimbo baada ya shuhuda. Rudisha viti venye vilikuwa tumepanga vizuri. Asha mudirect watu venye watazipanga. Munaweza kata. Mwambie huko. Mwambie. Kata.